Okay, shukrani sana Dr. Mriani pamoja na mfamasia. Kwa majina naitwa Zinduna Faisal Shabani, ni nutritionist ama mtaalamu wa lishe. Ningependa kutumia fursa hii kuweza kuelezea namna ya ulaji ama tiba lishe kwa mgonjwa mwenye tatizo la bawasiri. Mgonjwa mwenye bawasiri anapaswa kuzingatia namna ya ulaji, kwamba kuna baadhi ya vyakula anapaswa atumie kwa wingi zaidi na baadhi ya vyakula kuepuka navyo au kuacha kabisa matumizi yake. Kwanza, mgonjwa mwenye bawasiri anapaswa kutumia vyakula vyenye nyuzi nyingi. Kama tunavyojua, mgonjwa mwenye bawasiri anapata zaidi changamoto katika haja kubwa, yani anapata choo kigumu. Hivyo anapaswa kula chakula chenye nyuzi nyingi ili kusaidia kulainisha choo na kupunguza mikwaruzo au kuweka au ugumu katika choo. Vyakula hivyo ni kama vile nafaka ambazo hazijakobolewa, mfano shayiri, ngano na mchele ule mweusi ule ambao haujakobolewa. Hivyo vyakula ni vizuri sana kwa mgonjwa mwenye bawasiri, anapaswa atumie kwa wingi zaidi. Vyakula ambavyo anapaswa aepuke navyo ni kwa mfano vyakula vyenye mafuta mengi kama nyama nyekundu, lakini pia fast food. Fast food ni burger, pizza. Hivyo vyakula vinaweza kuongeza ugumu zaidi katika choo. Chakula kingine ni vyakula vyenye nyuzi chache. Mfano nafaka ambazo zimekobolewa, yani shayiri, ngano na mchele ambao umekobolewa. Ule umekuwa ukisha kobolewa vile unakuwa umetolewa zile nyuzi, hivyo unakuwa hauna nyuzi au zingine zimebakia chache. So mgonjwa mwenye tatizo la bawasiri aepuke matumizi ya hivi vyakula. Lakini pia vyakula vyenye viungo vingi kama pilipili na spices, vile vinaweza kusaidia, hizo pilipili zinaweza kusaidia muwasho kwenye eneo la haja kubwa, so hazifai. Lakini pia matumizi ya pombe. Mgonjwa mwenye bawasiri hashauriwi zaidi kutumia pombe, kwa sababu pombe inaenda kuathiri katika mmeng'enyo wa chakula. So tuko msikilizaji, hiyo ilikuwa ni upande wa vyakula. So ningependa tuendelee katika upande wa matunda na mboga za majani. Tukianza na matunda. Mgonjwa mwenye bawasiri anapaswa kutumia matunda ambayo yamecontain nyuzi nyingi za kutosha. Kwa mfano kuna machungwa, parachichi, peasi, ndizi, maepo, papapai. Haya matunda yanapatikana zaidi katika jamii zetu. Haya matunda ndio mazuri zaidi kutumia kwa mgonjwa mwenye bawasiri, kwa sababu zile nyuzi zake zinasaidia katika urainishaji wa choo, lakini pia mmeng'enyo wa chakula, so kusaidia kupunguza athari zaidi ya bawasiri. Matunda ambayo anapaswa kupunguza matumizi au kuacha kabisa kutumia, kwa mfano matunda yenye asidi nyingi. Matunda hayo yanapelekea maumivu katika eneo la bawasiri, kama vile limau na nanasi. Matunda hayo yana asidi nyingi, so ni sio vizuri sana kutumia kwa mgonjwa mwenye bawasiri. Lakini pia matunda yenye nyuzi chache kama vile tikiti maji ambalo limetolewa mbegu zake. Haishauri zaidi mtu mwenye bawasiri kutumia, kwa sababu linapelekea ukakamavu wa choo, ni choo kinakuwa kigumu zaidi. So lakini pia matunda yenye sukari nyingi kama vile cherry zina sukari nyingi sana, so hiyo inasababisha kuongeza uzito katika mwili, so kupelekea athari zaidi ya ugonjwa wa bawasiri. Tuongelee mboga za majani. Mboga za majani nyingi zimecontain nyuzi za kutosha. Hivyo mgonjwa mwenye bawasiri anapaswa atumie mboga za majani kwa kiwango kikubwa zaidi, yani mara nyingi zaidi. Apende sana kutumia mboga za majani, kwa mfano mchicha, karoti, cabbage, chinese, lakini pia kuna maboga. Hii maboga ni mgonjwa mwenye bawasiri, maboga atumie zaidi, kwa sababu boga ni zuri zaidi katika kulainisha choo, inasaidia sana. So mgonjwa mwenye bawasiri anapaswa atumie mboga za majani za kutosha, hivyo itakulainisha choo. Lakini pia anapaswa kunywa maji ya kutosha jamani. Mgonjwa mwenye bawasiri, kama daktari alivyoelezea kule mwanzo, kwamba anapaswa anywe 2 mpaka 3 kwa siku, ili iweze kusaidia mmeng'enyo wa chakula, lakini pia kulainisha choo, kuepuka athari za bawasiri. Nikirefaa mwanzo uko awali, daktari alielezea kwamba kuna stages 4 za ugonjwa wa bawasiri. Sasa katika tiba lishe, management yake ipo kama ifuatavyo.
Kwa mgonjwa yule mwenye stage ya kwanza, ya pili na ya tatu yeye anapaswa atumie vyakula hivyo ambavyo nimevielezea vyenye nyuzi za kutosha. Ile matunda nyuzi nimeelezea hapo, lakini pia mboga za majani nimeelezea hapo. Vile ambavyo hapaswi kutumia, mfano kama nimeelezea kwamba matunda ambayo yana asidi nyingi kama limao ni, lakini pia vyakula ambavyo vina spices, pilipili nini, hapa apunguze hiyo vyakula. Kwa mgonjwa yule ambaye ni stage ya kwanza, ya pili na ya tatu, wale wagonjwa wenye hizo stage wana vyakula ambavyo nimesema aepuke, basi yani atumie kwa uchache zaidi, yani atumie kwa sio kwamba yani labda aache moja kwa moja, kwa sababu itakuwa ngumu zaidi, kwa sababu mwingine ashazoea kutumia pilipili. So apunguze matumizi yake, ni apunguze zaidi ili kuepusha. Lakini kwa yule ambaye yuko stage ya 4, yule ambaye vinyama vinatoka na haviwezi kurudishika, jamani, yule anapaswa aache kabisa vyakula ambavyo nimesema visitumiwe. Yani aache kabisa. Sio kwamba labda punguze matumizi, yani aache kabisa. Mfano kama pombe, vyakula hivyo vyenye acid nyingi, lakini pia vyenye spice nyingi, yani aache kabisa. Na njia zaidi kwa huyo mgonjwa ni yani tiba nzuri zaidi kwa huyo mgonjwa ambaye ni stage ya 4 ni operation. Operation itamsaidia zaidi, nini ndio njia nzuri. Akishafanyia operation then tiba lishe ndipo itamsaidia. Jamani, kufikia hapo niweze kuwasilisha. Ulikuwa nasi katika kipindi chetu cha Potential Medics. Afya yako, afya yetu pia. Tunapenda. Shukrani sana kwa kutenga muda wako kutusikiliza. Alamsik.